kupasha miili na kujiweka vizuri. Kwa hiyo kawaida ya asubuhi sio muda wa maneno mengi, hasa kwenye jambo ambalo lina maudhui kama haya ambayo tumekusanyika hapa. Lakini nimepewa fursa hii kusema neno moja fupi sana ambalo ndilo linatuongoza na ndilo ambalo pengine limebeba madhumuni makubwa ya tukio hili letu la leo. Tarehe 9 mwezi wa 6 2026 tunatarajia kupokea mwenge wa uhuru katika wilaya yetu, ambapo tutaupokea kutokea wilayani Gairo na kukimbizwa katika wilaya hii ya Kilosa. Miongoni mwa maandalizi makubwa ambayo yamekuwa yakifanyika ni pamoja na makongamano haya ya vijana, lakini vile vile pamoja na utayari huu wa kuonyesha namna ambavyo tumejipanga kupokea mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kwa miaka mitatu mfululizo tumeendelea kufanya vizuri kama wilaya, kwa maana kwamba tulishika nafasi ya kwanza kimkoa, lakini vile vile tukaendelea kupanda kutoka chini kabisa tulikokuwa, lakini kitaifa tukaendelea kupanda, na hatimaye mwaka jana mwenge wa uhuru 2025 tukawa wa kwanza kikanda, lakini vile vile tukawa wa kwanza kimkoa. Ni matarajio yangu na ni matumaini yangu kwa maandalizi haya makubwa ambayo yanafanyika, na matumaini kabisa na mwaka huu kwa umoja wetu, mshikamano wetu, tutaweza kufanya vizuri zaidi. Lakini ili tuweze kufanya vizuri zaidi ni kuishi na kuendeleza kauli mbiu yetu ambayo inasema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kuleta maendeleo. Maendeleo yanaletwa kwa umoja, maendeleo yanaletwa kwa nidhamu, na maendeleo yanaletwa kwa kufanya kazi, ili tuweze kufikia taifa imara na taifa ambalo kwa namna moja ama nyingine litakuwa na watu ambao wanajielewa na watu ambao wanakimbizana na maendeleo endelevu, ili kuunga mkono jitihada na nguvu za rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye siku zote amekuwa akituhimiza katika uwajibikaji, nidhamu, kazi, lakini vile vile na maadili. Ndiyo njia pekee ambayo tunaweza tukapiga hatua, na ndiyo njia pekee ambayo inaweza ikatufikisha kwenye mafanikio. Kwa hiyo kongamano hili ambalo tunakwenda kulizindua leo hii, ni matumaini yangu kwamba wakufunzi pamoja na mambo mengine watapata fursa ya kuwajenga na kuwaweka kwenye utayari vijana ambao watakuwa wanashiriki kwenye kongamano hili, ili waweze kuishi kwanza katika maudhui ya ujumbe wa mwenge wa mwaka huu ambao ndio ngao na ndio mwelekeo wa taifa letu, lakini mbili, kuandaa vizuri katika kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikijitokeza, ili kusudi changamoto isiwe kianzio kimojawapo pengine cha kupoteza amani yetu, ama kianzio kimojawapo pengine cha kututoa kwenye umoja wetu na kwenye mshikamano wetu. Tunahitaji kuwa na taifa lenye umoja, tunahitaji kuwa na taifa lenye mshikamano, lakini tunahitaji kuwa na taifa lenye nidhamu na maadili. Tukiyaweza hayo, tutaona namna ambavyo mabadiliko ya kiuchumi na kijamii yanavyokuja. Njia kuu ni kusimama kwa wamoja, lakini njia kuu ni kusimama katika kuhakikisha kwamba wote tunailinda na tunaitetea nchi yetu, ili iendelee kuwa kisiwa cha amani, lakini vile vile ili iendelee kuwa kivutio Afrika na duniani kwa ujumla. Sifa hizo zililindwa katika nyakati tofauti, na sifa hizo zilienziwa katika nyakati tofauti, tokea wakati wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere awamu ya kwanza mpaka leo awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo wito wangu kwenu vijana ambao mtashiriki kongamano hili ni kuhakikisha kwamba mnasikiliza kwa umakini, lakini si kusikiliza tu, mnakwenda kuyaishi yale ambayo mtajifunza katika siku hizi ambazo mtakuwa hapa, ili kujengewa uwezo, lakini vile vile kuongezea maarifa. Niwatakie kila laheri, lakini niwaombe tujitokeze kwa wingi siku ya tarehe 9 mwezi wa 6 2026 kupokea mwenge wa uhuru ndani ya wilaya yetu.